Kisii. Hivyo si mnajua? Ya. Sehemu hii Kiswahili kisaliwa huko. Nairobi kidogo kidogo kikapita na kukaa. Kericho na Kisii kiliruka kama kinateramuka. Kikakwenda kufia Kisumu. So kama kiliruka jamani, hivyo mtanilaumu kweli? Kama kilipita na kuruka Kisii na Kericho, mtanilaumu kweli? Akibona omora mbiri bobi kapasi otamatiki Kiswahili kugwete ne charo gitabu songo kagenda uchinchiri. Bora omora nyabire. Yale Mungu atasema aseme haleluya. La mwisho ni kwamba I'm not so good in preaching this time. Siko mzuri sana kuhubiri wakati huu. But try me in the afternoon. Hello? I know you have never been coming to church in the afternoon. Wazee wengi najua masaa ya jioni ni kwenda kupiga gumzo mtaani. Mlishe mbiori. Ya, nimanyete. Chisa cha saa 8. Kinaomba kwa hili tu. Maana akituru GTV noera si ujaribu kuje tu. Omwana ukara Amerika ara sikupata turuji kanisa si ukuje tu mchana ndio. Halo? Mboga na watevi. Tutaambia mtoto na umuelezee kwamba uko church, ukae area hii ndio. Naona kama kutumia sadaka manyangu chiura ria. Asante sana. Asante sana. Pastor Mani. Hebu nione wenye tunajuana. Bara tiga bali bande nkurandi abande nkurandi nutiga bali ntar na kurandi baga antanga bamanyite gaki abe kanisa. Wai kanisa. Ule tulisoma naye Baraton, huyo ni mama pastor. Wengine hata kusikia, hebu kusikia. Aume yani kusikia yenye ulikuwa unasikia na mwenye umeona ni kitu tofauti, si ni kweli? Asante. Sasa ninawaomba kitu kimoja. Yale makanisa yote tumeenda kama radio, jamani wamekuwa marafiki zetu. Tena marafiki wa dhati. Kana kwamba kwaya zao zote tuko na nyimbo zao. Yani tukitaka kucheza tunacheza wakati wowote. Lena kuanzia saa 11 mpaka 6 ni wakati wa nyimbo. Kuanzia saa 2 mpaka saa 3 ni nyimbo. Kama tumekuwa marafiki zenu, wamama ambao mmeimba vizuri sana. Na nyimbo zenu hasiko kwa studio. Sasa tutacheza za nani? Wala tuyamba boli kusiti mbasa ko boli muna kwa boli. Yamba boli. Die tali ya itoye ya Adventist. Tuairuli bagakuru saa 11 mpaka saa 4. Intu tuweka toro igai. Matera ino taiyo. Na rali ndo rachiese. Ngana atole kire. Halo? Naomba Lena kabla hajatoka mpe nyimbo zenu. Na mnapompa nyimbo zenu itisha. Tunasikizana? Itisha, sema sisi ni kutoka Nyanjwa, SMS tu niwekee nyimbo. Niwekee wimbo fulani wa Nyanjwa. Sina chezo tu vizuri. That is how we can preach. Tawala ni kama nini? Cha pili. Mkiwa na function kanisani. Mko na lounge, mko na mchango sana hapana. Sana. You can invite us, come. Tunaweza watangazia free. Ndio kusema free. Tuwatangazie free. Naone kile akimuliji na mateba amina gaki kishuali. Sanjirole yatie pastor. Maitaba. Watu wazee. Unajua kanisa letu limekuswa ya kwamba watu wamekaa tu. Yani hawaongei, ujui kama wanasikia, wamelala, hawaelewi, hawakutaki uelewi. Siku hizi nimeanza kufundisha kanisa liamuke. Niliambia wengine last week mahali tulikuwa kwamba nilienda sehemu za South Africa. Tulifika Pastor Zambia, nikaambiwa nihubiri. Zambia niliposimama kutaja jina, wazee watatu wamesimama pale. Pastor said jina tu. Ngoto ndacha Qur'ani. Batevye kuruma gari. Unafikiri ningesema ama singesema? Na ni wazee.
Ndio nifike katikati ya samani wa mama karibu 6 wamesimama wanasema amen hapa katikati. Wana bangina no bara amekaa tu, uelewi tunaelekea wapi. Abangina boka hamina Nyasaye togo sasima Nyasaye uli moyo. Make the church to be lively. Na ukiona mwenzako analala, at least shout amen. Asikie amen, anaamuka. Unamsaidia. Wana urabaiga nerega araire bono. Hallelujah. Nero manyete tukawe chomona noito. Nakushukuru Mungu wetu kwa sababu ya kipindi hiki. Naomba mbingu yote ishuke inene na kila mmoja wetu kwa njia ya kipekee, ni katika jina la Yesu mkombozi wetu. Asubuhi nataka niwape kidogo tu ili saa 8 tumalizie. Kidogo tu. Ukisikia nimesema kitu na sijamalizia, ni saa ngapi? Tutamalizia saa ngapi? Kwa hivyo usipoijua, ni nani hakutaka kujua? Ni wewe. Ni nini? Ni wewe. Topic yetu ndogo inasema hivi: when the game is, we shall all go home. Mweweti ekere mbombo ya elire kwa pena at the end of the day na itoweche hivi. Amukuelewa? Game inapoisha, mwisho wake tunaelekea wapi? Hii inanikumbusha siku za nyuma. Wale ambao you were brought up in an environment wakati tulikuwa tunatengeneza mpira wa chuara. Mwaka nini ulitoa mpira hiyo? Tu alikuwa ruke mbombo. You remember that ball? Yeah. And then we had experts in the community. Tulikuwa na watu experts ambao walikuwa wanatengeneza hiyo. There was a boy who usually made that. Na huyu kijana alikuwa mjinga, akitengeneza analeta kwa timu, mnaanza kupiga. Akikazirika anabeba na kufanya nini? I don't know if you grew up that time. They talk Penang and I grew up before you. But because that is the time I'm talking about, that when the game is over, we will go where? Home. Now it happened one day, Esther nikatumwa dukani kwa kioski. Hii ndogo ya kijiji. So nilitumwa na mama yangu niende kuleta mkate. Wakati ule mkate ilikuwa moja tu, ilikuwa inaitwa Elliot's. Nimeona watu walika yangu. Ilikuwa moja tu mkate ni Elliot's. Na hata radio ilikuwa inasema mkate ni Elliot's. So nikatumwa kwa duka. And you know what it means by going for a bread. Mkate sio kama sasa. Sasa unajua mkate hivi, niliona juzi kijana wangu mdogo analingalinga eti akuli mkate, sio anataka chapo, sikuli. Nilimwambia I wish you grew up when I grew up. Unalinga unataka chapo, utaki mkate. Yaani hiyo baba yangu anasiaga yote ukiona. Na utakula chochote. So this is the day. Yaani when bread was eaten during Christmas. Na ni moja kwa watu 18 kwa familia moja. So if you happen to get, unamshukuru Mungu. So nikatumwa kwa duka. Nilete nini? Mkate. Na nani? Nilete baba yangu akuje kula. And those days our fathers were so good. So good. Papa yangu ukitumwa anakupa muda wa kwenda. Alikuwa anafanya hivi. Ama taya koreki. Yaani hii mate nimetema chini sikauke. Nikumaanisha ni uende na iwe ni jua kali. Imagine how fast you will go. So I went. Na ujinga na akili zangu zote nikanunua mkate. Njiani kurudi, kumbuka tunasema when the game is over we shall go home. So on my way home nikapata marafiki wanacheza mpira. Hiyo. Mzee ameanza kucheka. Kumbe na wewe ulikupata hiyo kitu. Na hiyo ndio ujinga wa mwisho. Na mate imetema nyumbani. So makosa niliyofanya nikaanza kuangalia.
Nikaangalia hiyo mpira namna hii, nikaona ni furaha. Unajua kuna ile mpira wazee mnaangalia mpaka ukiwa hata nyumbani ya Arsenal, na wewe unaanza kucheza ukiwa nyumbani tu. Yaani hauko hata town Kisii, uko hapa Reserve. Na Arsenal iko huko na wewe unacheza tu. Hello? So kucheza namna hii nikaona nimefurahi. Nikatoa sweta, nikaweka mkato wapi? Chini, nikaingia. Kumbe tena Mungu alinisaidia siku hiyo nikanyonsi jigo lilitukeli. Najua kuna vitu vingine inakuja kwa bahati. Yaani siku hiyo mimi ndio nilisaidika sana, nikawa mchezaji bora. Huyo mwenye alikufa anaitwa namna gani? Sinasikia? Nikakuwa kama yeye. Kama yeye, lakini sio yeye, nikakuwa kama yeye. So bahati mbaya mwenye mpira alikuwa kwa timu ile nyingine tuliyoweka magoli. Alipokasirika, akabeba mpira wake akaondoka. So ikabidi lazima turudi wapi? Kanisa na otoramo. When the game is over, we shall go home. Pwanche mbombe kohera. Ayekara aka ekohera. Nkarumo kora tulendoki. I never minded. Na rengereti niteka kwa kichwa ya kwamba mpira ikiisha ama ikifika jioni itanibidi nirudi nyumbani. So when I went back, you can imagine, najaribu kutafuta mahali nimeweka ile shati, yale mashati ya zamani, nikaipata bila mkate. Nawaomba tu mshirikiane pamoja nanyi, tusafiri kidogo ya kwa haya. Maisha haya ambayo yako na mifuto mingi, yako na mambo mingi yanayotufutia na kutufurahisha, ambao yametutoa katika lengo la wokovu. Naomba you join me for a while, just a while tu. Alafu tusafiri pamoja nanyi, tuone mambo ambayo yatatuzuia mema ya mbingu. Asubuhi nilipokuja, nilikuwa nimefikiria kutaja mambo fulani, lakini niliona mudi ya nyumba leo ni kama kila kwaya inakuja hapa inaongea mambo ya kuja kwa Yesu. Na mimi nikaamua kama ndio hapo tutaberekana. Hallelujah. Kwa hivyo when the game will be over, where shall we go? Home. And we have a place that we call home. Home, as many may say, na ninaomba mche afternoon, you know, home is relative. Home ni kila mtu vile anaweza kuitamuka, ama mawazo ya kila mtu ni tofauti. Kwa mfano niulize mama na mume wake walio hapa, ukimaliza unaenda wapi? Mzee atasema nyumbani. Lakini kitu tofauti anamaanisha kwa maisha yake. Mama anaposema nyumbani ni kitu tofauti na mzee. Kwa mfano, nenda chaka kurandia, yani nende nogo chakira. Nochibona liyo taraliyo bukima, okona wakora liso esiriyo munwa ama goko. Oganyere tokoreki. That's what I'm doing. To chaka kulike bintu. Na usipochunga nitamaliza karibuni. By the way, mama usisumbuke. Someone is a pastor umani hautaandika. Kaa kama huyu mama. Ukitaka kuokoka kama huyu mama. Ukitaka kusikia kaa tu namna hii. Weka kila kitu chini, wenyorosha mkono. Unaona wenye wananijua? That's the way they sit. Hii ya kujifanya kuandika na hakuna kitu unaandika, unapoteza wakati. Sasa utaandika vile nienda kuleta mkate. Wacha tu niulize, hiyo ndio utaandika mzee? Sasa hakuna haja. Fungo kuu ni 2 Peter chapter 3 verse 10. Full stop. Topic ni when the game is over, we shall go. Period. Hakuna kitu kingine mimi nahubiri, ni hiyo tu. Na Mungu akiniguza nitataja ingine moja. Sasa hiyo fungu ndio mambo ya kuandika mengi maade. Kuna haja? Hakuna. Hiyo nimefanya, nimemaliza. Na ya kusoma sana hiyo hakuna. Nilisoma nikamaliza. Kazi yako ni kuketi, usikie, ukifika nyumbani utavune. You know, I've thought for many days kwamba when a man says I'm going home, akona mawazo tofauti. Mawazo ya mzee ni kwamba a place called home, kama ni chini ya pango, hata kama ni kwa msitu, matamando mama tangimana kama yani mateko na Kiswahili ndio kumeti sana. Tuje na bagumeti. Wako numore. Wongina.
Yangu kali kaona ikile tao ningo njoka sana. Ai ya viteze. Abanyanju bakumitiga noyo ya somo kakurwa. Anjira lingalo kwa toka ya Kiswahili kana na hatuna karoguru karoka. Msee anaposema anaenda nyumbani anamaanisha mahali atapata pumziko na choto. Wamama nielewe kwa hii. Naenda nyumbani ni mahali atapata choto na nini? Na pumziko. Get it from me. When a woman says I'm going home, anamaanisha mahali atakuta sofa set yake vizuri imewekwa kitambaa. Mahali vitu vyake sufuria zimepangwa vizuri kwa cupboard. Hello? That's what a woman calls home. For a man, that is not home. Home is where a man gets rest and peace of mind. Then let me use the analogy of a man. I believe nyumbani tunayo tazamia, nyumbani tunayo kwenda ni karibu na nyumbani kwetu hii ambayo tunaishi, lakini ni zaidi ya hiyo. And the Bible ndio nataka kuwa invite tuingie kidogo mafungo machache yazungumzia kuhusu mbingu hii, kuhusu nyumbani hii, kuhusu haya tunayo yatazamia siku za karibuni. Na unapotazama vizuri matukio ya ulimwengu yanakuonyesha ya kwamba karibuni tuaenda nyumbani. Ande ndoje nga pipi yako chakwara njirinde buna ndoje nga ndatulika. Ngiwana muukira bano nate babo yani mogote bamena. Hii watu ni kama wanataka nimewaona tu. Lakini mimi naona ni kama haya yote yakiisha, when all of these games are over, we are heading home. We are going to a place where we will never be asked to sign anywhere. Yani chibu taliko chabuwa nante sign. No way. Mungu tinanga mwate bamena. You know, one time there is something I want sink ndani ya mawazo yenu. Ikisink, I'll bring what is in my mind. One time nilipata fursa ya kwenda kuishi na wazungu kidogo. Tulikuwa na treasurer wenu, huyu anaitwa Onyanja. Siniona mke wake hapa. Sister Grace, are you there? Yes. Sasa treasurer huyu mchungaji, tulipata kusafiri na yeye kwenda kuishi na wazungu miezi 5. Sasa tukiwa njiani, tukiwa siku za mwisho za kurudi, silipofika, we were telling people we are going back home. So when people call me, Pastor, what do you think? I let them all know, end time from now, on my way. And you know, when you are going home, there are things you need to behave, you need to do, you need to. Even nguo. Wale watoto ambao mnasoma, when schools are being closed, sasa inafika wakati wa likizo, there is a way you dress when you are going home. Mzee unapotoka Kisii Town baada ya kunywa majani chai, baada ya mchezo mingi na panganga mtaani, unapoelekea hiyo, there is even a way you walk home. Hata simu huenda ikakuwa switched off when you are going. Hello? Yes, there is a way you behave when you are going home, because you are going to meet honorables at home. Kuna kitu inaingia ndani yenu lakini when you are going, my aim is home. Abakaka neke roko ndaka tuliko genda njire kisugo gakorira maguru parabu. Now you go honorably. Na no mongi no kagera ngambu yokorete gentuki. Biyo ma tenjira nero mugaka gochaka because lakini kero kwale ngomuta. Hello? When you are going home. And we are going home when the game is over. Let me take you back a little bit. Kitabu cha Ufunuo 21. Kidogo tu tuone hii nyumbani inakaaje. Hii nyumbani pastor ni ya ukweli ama ni ya kusema tu. Fungu la 21 fungu la kwanza, tusafiri na nyinyi. If there is a sermon I've ever enjoyed preaching, benani
Kama kuna mahubiri ambayo hajawahi nichosha kuhubiri, ni mahubiri ya kwenda nyumbani. Chapter 21 verse 1 Ufunuo. Now ningepata mtu wa kunisomea kwa haraka tungemaliza. Inasema Yohana mtumishi wa Mungu alipokuwa ametekwa, anakaa katika kile kisiwa cha Patmos, akafunuliwa kidogo tu kuangalia vile mbingu nyumbani inaonekana, akaanza kuyanakiri akisema, kisha, kumaanisha ameona mengi ya nyuma. Ukitazama nyuma kuna mengi ameona yatakayokuwa yanatukia kabla ya kufika hapa, lakini kwa muda mfupi anatupeleka tu atufungulie, atuonyeshe mbinguni. You know, there are things you need to know. If I tell you let's go home, utaniuliza kwako kuna nini? What is so good that I should go there? So ndete kubaibera gasiri gake why we should go to home when the game is over. When the game is over, we shall go home. This home, John says, kisha nikaona mbingu mpya, nikaona mbingu na nchi mpya, kwa sababu mbingu ya zamani na dunia ya zamani ilikuwa imekwisha pita. There was no more sea. Hakukuwa na bahari tena. You know, he's saying, wacha nisema hivyo tukienda, anasema bahari kwa sababu alikuwa amefungiwa kwenye kisiwa cha Patmos. Kisiwa is an island. An island that has been, ni nchi kavu ambayo imesingirwa na maji na bahari. Yeye kumtesa pelekwa pale ili akufie pale. Akiwa pale peke yake, isolated from his family, from, you can imagine, from his wife, maybe from his children, from his workmates, amewekwa peke yake. Ndio Mungu anamuonyesha kwamba there is a better place where we will not be separated by waters. Mukuigwa. Lakini mokonga naona moja kwa sini nkole nkiege, lakini mwana mwongole raiga bono ragi. Yani mwana abande basi umetenga bono matebunere corona, wana asibete baka maiso abokora. Ani ara ile. Yeye mera nilibudua hii kitu. Watu wameanza kunitanganya siku hizi pastor kanisani. Mtu ameweka hiyo kitu uongo na amefungua Biblia, unafikiri anasoma kumbe amelala. Mata ngoja kutikira ndo turushimasi kichasi yake. Because to ko ngaina. Yani amebasi kina maisha ko beko. Mugako lioro chabe kete baka maiso angainete. Kumba amelala bwana. Kwamba kilichotenganisha huyu mtumishi wa Mungu na watu wengine ilikuwa maji. Basi Mungu akamuonyesha kwamba there is a place where we call home. Tutakapofika pale hakutakuwa na bahari tena. Hakutakuwa na separation tena. That is where he says and he calls home. Yohana anasema ya kwamba basi kutokana na hiyo akaona mji mtakatifu unayoitwa Yerusalemu mpya unayotokea mbinguni, ambayo umeandaliwa kama bi harusi tayari kukutana na bwana ama bwana yake ama bwana harusi. Ngoja kidogo tuacha tujadiliane hii maneno. Maete bangera bakemoka mokorete nyangi nabake. Maete turuchi yende yagati ukine nyangi bana yaleli. Yagati abatwa. Mokoruka kuna ingine hii mnakuja mkiwa wawili. Ni harusi lakini ni sura ya harusi. Hiyo sio harusi. Harusi ni ile tunangoja. Tunamwambia fungua tuone. Hello? Before funguliwe kuna wamama wanafanyanga kazi wanaitwa matron, wanakuanga sita sana. Kajio bare no yoto manyitinsi kisibako. Alafu huko nyumbani wao wakurangi, kazi yao ni kutengeneza ile mwanamke. Hawamtengenezi kwa sababu ya ingine, aende kukutana
na jamaa ingine, jamba singine kanisani. Yaani hao mama wanakufia kwa hiyo msichana. Mara sijui ni huko, mara ni usifanye harusi uone nani. Najua naweza sema vitu ukaanza kukasirika. Sio mchezo. Mara kuna mafuta ya harusi, kuna ingine ya hapa, kuna ya huko, kuna ya huko, kuna ya huko, kuna ya huko, yote. Wamama wangapi? 6. Wanamtayarisha sio kwa mambo mengine, kwa kukutana na nani? Mnafikiri nasema uongo? Akiletwa hapa mbele pastor anasema nini kwanza? Fungua uone kama wamebadilisha. Akuletwa kwa ajili yenu. Wajua iko watu wengine wanajipanga kanisani kwa msichana anaenda kwake. Iko mwenyewe anangoja hapa. Ndio Yesu anamuonyesha mtumishi wake atuambie ya kwamba hiyo mbingu, hiyo nchi umetayarishwa, umeandaliwa kama ule msichana amepambwa kwa ajili ya mume wake. Ina America kiawe kukuru hiyo. So I'm trying, kama if there is anything that makes me homesick is that hii mji umeandaliwa. Ukisoma kwenda chini kuna mambo yametajwa mengi. Huo mji sijui uko na gate, sijui na kaaje, uko sijui na barabara, nasikia sio ya rami hapo. Ukisoma sio ya rami, iti ya kioo, iti ya kioo. Hii mesa, hebu fikiria barabara inakaa namna hii. Hii kioo tu ya Kisii town. Madeni mnanisikia? Hii nikipasua nitaona watu wameshikilia kichwa hii. Imagine ya mbinguni, kioo ya mbinguni, na ndio tutakanyaga. Halo? Arafu gate nasikia sijui imetengenezwa, sijui nasikia kuna gold, sijui kuna sijui nini. Na hiyo wakimbiaji kule wataenda huko. Sababu kama gate itatengenezwa na gold, na hii jamaa wanajisumbua kukimbia wapata gold, huko wataenda. Si wataenda kuiba hiyo kitu. Halo? Sijui kama wataenda. Sababu hiyo gate ile Biblia vile inataja iko na wall. Hii inaitwaje wall kwa Kiswahili? Hiyo ukuta. Hiyo ukuta huko hatujui. Unajua mambo mengine ni kuuliza tu nikajue. Ndio alitomanye tebunaki. Yenyasi. Ukuta nasikia imetengenezwa hivi iko 150. Ya joki. Yaani unono wake peke yake haijawahi onekana. Urefu wake inatoshana unono wake. Usome tu hapo kule tunaenda. That's what I want to talk about. Kwa sababu ukiangalia vizuri huu mji, yani huu mji ukiyafikiria na ukitafakari vizuri, sidhani kama kuna kamchezo ingine kanaweza chesa na wewe hapa kagoteberelie kwa Kiswahili ni kakusupaishe, kumbe kuna Kiswahili. Kagoteberelie ukosa kwenda wapi? Nyumbani. And if there is anything mzee wangu ambao ninajaribu nisipate jambo lolote njiani ninaposafiri kwenda nyumbani ikanisupaisha hata kidogo, I miss the target of going to heaven. Hello? Sikia vile Mama White anasema kitabu cha Heaven. If you have it and if you don't have it, you should have it in your phone. Go and read vizuri kabisa about heaven. Yani huyo mama anatuonyesha, anaongea nayo yaona. Anasema ya kwamba when he will come, it will be like a joke. It will not be serious. Sio ile kama ile ya Uhuru, ile ilikuwa serious. Wale mlipotajua, mimi nilikuwa. Kuna barabara haungepita hapa Kisii. Hii ya kuja Nyanjwa hungepita. Siku moja nikapita, napita tu. Kuna wazee mpaka nikajionea huruma. Wazee wengine walikuwa wamejipanga kwa. Hiyo itakuwa ni Mama White anasema ni mfano. Paul anasema hata sikio alijawahi sikia. Mimi tu ndio nimesikia. Mimi naona tu, mimi ndio naona vile itakuwa. Mama White anasema siku hiyo it will be normal.
like today. It was just a normal day. Umeamuka vizuri, shughuli zako. Na wengi hawaoni kama hii siku yaja. Wengi waona kama ni msaa. And I've done it severally. I've done it to my friends and I want you to do it. And I've given this assignment to many. Ukimpata, nataka umshike mkono tu hivi. Hapa, umshike mkono mwambie, njoo nikwambie kitu. Mpeleke kwa ukuta kabisa mwambie kuna jambo nimesikia nataka nikwambie. Atakuja kwa haraka kwa sababu atafikiri ni mosene. Halo? Na akikaa hivi mwambie leta kichwa pande hii nikuelezee. Sasa hiyo unafanya kama uone. Akishamaliza umetulia kwambie si uniambie. Mwambie nimesikia Yesu anakuja. Sikia nani vile ameanza kuniuliza hiyo tu. And the people are not even thinking for the coming of Christ. That's why whatever we do, whatever we are doing is not even mindful. Tunafanya tu kwa sababu atujali kana kwamba Yesu hufanya nini? Yuacha. Ama White anasema siku hiyo watu wataamuka shughuli zao. Najaribu kuangalia wamama wakielekea daraja na nyanya. Najaribu kuelekea kina bodaboda wakiwa shughuli zao kama kawaida. Siku hiyo mama White anasema itakuwa tu ni kaishara tu, keusi tu kama sababu inasema hata kukaa kwa kiti itakuwa ngumu mzee. Yaani unakaa unasikia kiti ni moto. It will not be a joke. Unajaribu kwenda kwa nyumba inakwambia ndugu yangu mimi siko. There will be no friend that day. And imagine itakuwa giza. Mwaka putuko kwa nako taarabinya woli. Ande nyareka no muntu nakweta ngabu. Yani wewe kokota hiyo muntu ngasukango itande na nditali muntu. Tebetia abantu mugano kunyiko nyumbani kuna kitu ilifanyika siku moja. Ango yangu alijiua. Akajinyonga. Yani alienda akachukua kamba ango yangu. Na sitawaambia nyumbani. Pena sitasema nyumbani. Watu wa Adventista ukisema wanaanza kuchunguza kama ni ukweli. Ilikuwa jioni hivi saa 3 usiku. Ango yangu. Na wakati ule polisi hawakuwa wanakuja. Hata chifu hawakuwa na haraka. So jioni tukaambiwa vijana tuchunge mwili mpaka kesho ndio wazee wakuje kufanya sherehe fulani hapo. Sababu wazee wale walikuwa wanaleta kondoo, wanaweza kosa kujua nyinyi ni wadogo. Wanaleta kondoo pia wanahangi pale, wanaenda kukata hizo kamba pamoja. Wale wazee wa nyumbani, sio hapa Nyanjo. Huko. So tukaletwa vijana na sisi tukafanya makosa tukawasha moto hapo chini ya avocado. Ila kuwasha moto, kumbe moto ni mzuri tukalala usiku. Aiye tukalala mama. Kumbe ile gesabo inaitwa namna gani? Ile tawi jamaa alikuwa amejinyonga imeregea. Na tumelala usiku. Niko unaambia pena ameanza kuchikuda kichwa, yani tulisikia tu chini po. Na before we knew it sote tulikuwa tumeondoka. Na ilikuwa mwezi wa 8 wakati mahindi imefunwa. Kwa hivyo ama sakwe imesimama tu. Kwa hivyo ukielekea ndani ya mahindi unasikia tu wa usiku. Imagine hiyo ni giza ninayozungumza, Biblia inasema giza ambayo hatujawahi ona. My friend, that day will not be a joke. Mama White anasema watakatifu, imagine hakuna mtu ataamusha wafu kutoka kaburini ambazo tumeweka simiti na kokoto. Hizo makerere na barapanda peke yake sitaamusha wafu. Ngakiugete liogirira. Hanya bana tukura tujo. Eliogi yokandi tule. Eliogi yokotwa ikaraza na nyumba nwari kana no kwari kaboka. Ni nauliza, unafikiri ni kerere itakayofunua makaburi ni kerere ya aina gani wapendwa? I want to show you today when we are going back home. And by the way, njigorongo jinda. Mga kumetena bora anako na kole charo lenga no kopera njengo ndandiguru. Ninawaambia hii maneno kwa sababu mbinguni ninafanya nini? Naenda. Ndiango ndara ngo tayari setoka ndakoma. To ngaina. Usiwe na haraka kuonyesha watu ya kwamba ndio kumbe uendi.
Unajua kuna jamaa pale kwa stage anakupanga vizuri, anakufungulia kioo, anakuuliza kama unataka maji akuletee, wakati gari inaondoka jamaa hata mnaongea bei na yeye, mnamaliza. Paka unapageni, yani sasa wakati tunapoteza wakati kwa stage. Gari ikiondoka ndio unauliza yule jamaa yuko wapi. Jamani tusidanganyane. Hello? Mama White anasema ya kwamba by the way, did you know that kwamba Jesus is not going to step on earth forever until we go back to heaven 1,000 years ndio tutakuja. Imagine 1,000 years. Hello? Yani literally wenda tusikuje. 1,000. Wenda tukakaa nani? Yani 1,000 utatungoja nani hapa? Kama unangoja miaka 10 inakuwa shida. Mama miaka tunaenda au tuoni. 1,000. Tunaenda kukura, hakuna kitu tunaenda kufanya huko, ni kukura, kuimba na kupumzika. Sioni kama kuna budu. Ndio sababu kukura ni ya muhimu sana. Mungu noteko seka, okoragera tari gento toko tigansa, otoko ndakaro kibakara paka iguru. Mama wanacheka wanafikiri mimi nadanganya. Mimi nasema ukweli. Msee kuna vitu vingine anza practice. Kukura practice sawa sawa. Kuna vitu vingine za kufanya practice mzee. Kuimba. Yao karanse kanisa imengera gete ngona koteba mimi na kinse cyose na ekara chweni kwa yo kore bentoki. Otera I know. Those are the things we are to do in heaven. Holy so kuabudu. Soya kuabudu Mungu. Kwa sababu ndio kazi tunaenda kufanya. Mzee kukura, kuimba, kuabudu na kupumzika. Soya hiyo pia. Kara bera ki wiki ngimoti mu gitu tari kazi. Kere ni kazi cyo kora higo. Acha kufanya kazi saa yote mama unafanya. Wacha hiyo ni ya saa 8. Yaani umefanya kazi hawa mama wetu hata saa zingine. Hawa wanawake wetu. Wengine mimi nashangaa. Yaani unafanya kazi mpaka umekuwa kama ng'ombe mzee. Ono kwa bere bunaka chanja bigete chimboto cyabwatanira magoro akanire. Ono antuma tini tole tini gani ora bogete njire kabiri. Tigemere mombeke esibasi biga yaka Ginese ari taria uja okorega cia batu ba korete gacia aigweta matero muchiaga gaigwete nsisa no gito muchia mugako gochura aterere kenanda kiaye haleluya ana mwaka gabe gite kisi yoko kuruma hambe baka magoroba ba motere iria bande na go bagotera gusenga kinga ngachi nkondi ono mugaka bwe ko beire nkondi already But remember, at some point, we will go where? Home. All of this we are doing because at some point we are aiming to go home. Then Mama White anasema, siku hiyo, baada ya makelele na nini na kila kitu, Yesu wetu atasuiriwa katikati ya mawingu. Ndiye atasimama. And that is when we will see the difference between the saints and those who are not saints. Imagine it will be automatic. It will be automatic because kundi lingine litakuwa linalia, kundi lingine litakuwa linafurahia. One time I had an opportunity to kwenda kwa uwanja. Kuna mambo mengine mzee lazima ufanye. Hata kama utapanda ndege, enda kwa uwanja wa ndege hapa Kisumu. Ukakae tu upiwe picha urudi. It's very important. So nikaenda kwa uwanja wa ndege. Uwanja wa ndege iko mambo tofauti sana. Pale iko aina mbili ya watu ambao walinifutia sana. Pale niliona aina tuwa kujua mbona wanacheza, mbona wanadansi. Nikaambiwa wanangoja mwana wao aliyesafiri nje za ng'ambo, sasa anafanya nini? Anarudi. Wengine nikaona wanapotazama saa sao wanazidi kulia na kupiga mayowe. Nilipoenda pale pia nikapata ya kwamba wale pia wanatazama mwana wao aliyesafiri akaga dunia, sasa wanangoja mwili. Hatuko pamoja lakini? That will be the difference when Jesus comes. Two groups, one crying, lamenting, wanachuta, grupu ingine tutakao kuwa nao. Na watakuwa wachache. There will not be many.
Utashanga wachache sana. Tutakuwa pande hii tukisifu na tutakuwa tumejua hiyo wimbo. Kuna wimbo tutaimba tukienda, and that song nobody will train us. Tutaanza tu wakati tutakuwa there is another man who is called Maxwell John has written another book about Evanward Pound. Amesema ya kwamba when all has been said and done, when our Jesus will be on the crowds calling us to a song, to a new song. Yani hiyo kitu inanipa moyo. He will be calling us to a new song. Then Paul anasema ya kwamba in a twinkling of an eye, kufunga na kufungua, okomiamino ntochenchiwe before we leave this earth. Yakondra bone kama nango beke rongi isaine gorago sentweli iga yesaracha teni yako na kunywera mbeo nganga bona wani chipitika yesara akora gentoki Paul agoteba ntochenchiwe abantu bari muri abale wanga mwatwe biramina yani litugeria rongi ndabeke mose yabasacha batano ikiara Yesu akorire gentoki. Paulo agoteba tutafalishwa mwili ambao sio wa kukonda na kufa, a body that is living forever. Kwa hivyo hii sura utaiona madi hii yenye ninakana mimi hii, yani hata nikitafuna ugali tu naanza kuhesabu meno, hakuna. When he comes, my friends, we will be changed. We will be changed. Then we will join him. We will join him. He is not the one to join us. We will join him. The rest will join chama ingine hapa. Kuna watu watajoin chama ingine hapa. Last week niliwaambia hiyo jamaa anaitwa customer. They will join him here. Watakaa na yeye hapa. 1,000. Don't forget on what I'm saying. Miaka ngapi? Ndugu yangu, kuna vitu zingine lazima uanze kufikiria. Miaka 1,000 sio 100. Maji ni mtu anafika 100 mpaka kanakuwa na mina hii. Hata tunasema atuli sasa we are celebrating 1,000. Yani tunaenda tukiendanga. Ukitungoja hapa. Na kazi tunaenda kufanya ni nini niliwaambia? Hata kuna vitu zingine lazima ukue serious. Tunaenda 1,000 kukula tu. Imagine mzee anakuchukua Christmas, anakuchukua ni hoteli gani hapa iko mzuri? Baki kwa pande hii. Yaani unazunguka hivi iko pande hii. Imagine unachukuliwa Christmas Camelback. Yaani unakula mpaka unasema nilikuwa na Christmas. One day, some few hours. But we are going to our hotel ambayo inashinda hoteli zote duniani for 1,000 years. Yani onye na mabere mongina mu mategala siaruki yani no aga korte gentuki waka. And by the way, we will be sitting with him, not anyone, with him na wazee wa imani. Abona onga tagita kobera. Wanapopanga viti na mimi nitajaribu sana nikae na Musa. Nimuulize ndugu yangu, wewe ndio Musa? Mungu alikutuma namna gani? Na ulifanyaje? Mbona ulipiga getari mara 3? Yaani mimi nitakuwa. Na ninahakikisha pia Abrahamu atakuwa hapo kando. Nimuulize ndugu yangu, mtoto mmoja ambaye umenunulia Pampers amekuwa mdogo mkubwa hivi. Mama ataka mureka lika chakiri kwa taro kuigwera bunyara kidi. Wakati mgumu na ndo kaenda konyenya. Hello? Yani I will have an opportunity to talk to him, not only him, na wazee wa imani. Then Mama White anasema kwamba sasa tutaanza safari siku hiyo. Pole pole tu mama, tukienda. Mama ameshaenda safari ya ngambo. Ngochire ngumbu gakitura muboliri swali. Ngumbu nige ntoko beko kwa konse kukwachire ngumbu gaki ngumbu goto ma okay. Mongi nonyo muntu konda kilicho tabia abantu ngochire kilicho yani anda ngumbu kire.
Mongi no na ro agenda Nairobi kurwari gutata agache kanisa imaga tonywere mbeo. Ngana atira goro. Yani abarangire tugwa bageni batana gushiriki kanisa batoa maiga mongi no yagatina nere. Bwana asifiwe sana. Eli Nairobi achite wiki yemo. Mongi no yagatonywere mbeo tata agatotebingaga igaika Nairobi. Tato tetingo mwana na bwate gari lakini agatotebinga akabirku gari elie ntambi. Akamana kuirwa siba kabwatu buli mukieka. Gonugwe tengo koeresari enyomba neriga. Ono mongi no magona ngumbukire. Imagine you have been selected to go to the US. Yes, mina bona yabeire ngai tengi yake. Yonde na no yondo chitabona. Bwana, you can imagine umeitwa unaenda ng'ambo. You can imagine ile practice unafanya wiki hiyo. Imagine zile nguo utaulizia zinazofaliwa pale. Utauliza ni msimu gani? Ni msimu wa kiangazi ama ni msimu wa baridi ninunue chini? Je, wanatumia pesa ya aina gani ili nibadilishe hizi za Kenya? Wanaongea lugha gani? Nyonye ndege songo cha Kenya. Yaani rende ikiagerango yandoro aralia. Imagine that day wapendwa tunapoondoka, Mama White anaongeza claim, anasema ya kwamba that day tutapata nguvu mpya tutakapoondoka duniani. We join our Savior and all the angels of heaven as we sing a new song towards heaven. Mama White anasema for 6 days we will be singing on the way. 6 days kuburingi gosetora aliri tukelinjira kogenda. Hey agi iroke karoganda Mombasa ko ngokuru amagoroba sijui sasa be abanyore Nairobi hani uchuko imagine muno ko rare gari muchuko rare kirogo igoro. 6 days on the way home, and then anasema ya kwamba siku ya 7 tutawasili kwetu, arabu hiyo sabato tutapumzika na yeye. Hapo naonga tageta kana kusangilisha taka. Ayo ntombiro mo chukwa panda kesa igoro laye. Nje sadako te bana ngora tegento. Egera abantu barore ngana acho. Ngaki abantu ora manyanga kwaje kanisa. Halo? Wapenda tuko pamoja lakini pale nyuma tuko pamoja ama saa ya kufika imefika ya kwenda kura. Wana nirario ayo chikuragero kukwaragira gikinse yitokora tienda ara korandire ro gaki. Korone raje jirinde kanisa sie kunaenda. Mosebeke masiki ndarandire sanga bicha beri. Menta kaigo mongemba abantu abanyanjuma jawa tango mu pastori aturandi buno pastor bweli sabu moza ko ngemba ngarandi nyore ngo handu baka saa 9. Msinidanganye mimi najua watu wa town ni wachanja wanaweza nidanganya hapa na sema pastor ako down anahubiri sijui mpaka saa 9 na maneno. Sikia Mama White anasema then tutakapokuwa tukisafiri tutapita kila sayari. Tutapita tigeya basayansi wanatengeneza hiyo ndege wanaenda sijui wanafika wapi wanarudi wanasema hawakuona kitu. Sisi tutaona kila kitu kwa sababu giza litakuweko na kila mahali kutakuwa na giza. Kwa hivyo na sisi tutafanya nini? Tutaangaza. Wana mwingine uwe mulekere tuchi abugo gutira. Yani ongea tochi enda yaonere kumuleka. Halo? Tuko pamoja lakini hamjaona hiyo picha. Kama mungeona ningesikia watu wakisema amen. Siku ngapi nimesema? Tutasafiri kwa siku 6 tukipita katika siku ya 7 tutawasili. Sabato tutap. I'm imagining that Sabbath when our Savior will give another sermon before us. I'm imagining when we will be in heaven will not be the same because we will be served. Uko tutaletewa chakula kwa sababu itakuwa kwa mesa. Mama White anasema ya kwamba tutakapofika kwenye lango tutakaribishwa. Sababu malaika wote thousands and millions of angels will come for us. Nalo linaba kama uja kwenda iguru. Malaika watakuja kutuchukua.
Alafu baadaye Yesu Kristo mwenyewe atakuja kwa ajili yetu. Atakaye baki mbinguni ni Mungu peke yake kwa mesa, akiwa kwa kiti chake akitusubiri. Tawaka abalikuwa aliko ekaroko enda kwanyara na wako ganyite na yuko aliko yu. Ama nyinyi wanawake mnapokuwa wakati ule mlipokuwa mmepeana tarehe ya kukutana na mahali pa kukutana na wakati, ukifika pale ukuta amenyeshewa na amesimama pale, how do you feel? Yani amenyeshewa kwa ajili ya you can imagine our God will be sitting in heaven waiting for Jesus and the angels to take us home. Ituko liti kamba teka na jite kanta bwati mugati toko ndarancho mbolie kana akoreretu ningoro kiongo koro ki practically, yani notone li my father sio kuniuma tu, alinikalia. Kumbuka sio kuchelewa peke yake, na hata mkate hakuna. Hiyo ndio mbaya zaidi. Unajua kama na tena wakati ule, let me tell you what used to happen. Those days hatukujua kutoroka. Those days you not run. Saa hii watoto wa siku hizi hata sijui ni nini. Yani haki ya wana watu gambeire. Yani kama mtoto kadogo kanaweza enda kukuambia nitaondoka na hautanipata. Nitachinyonga na ukijasa kana chinyonga. Wakati ule kwanza babangu alikuwa mzuri. Babangu anajifanya amesahau. Siku hiyo alijifanya amesahau. Akaniambia nikaenda nikamletea maji ya kunywa. Aiva akakunywa. Yani nikaona amesahau. Akanituma ndani ya bedroom yake. Akanifuata huko. Akanifuata akifunga milango ya wapi? Alinishughulikia huko. Asira zote za mkate na za kuchelewa. Na hiyo njaa yote. Hello. But you know what? Wapendwa niwaambie. A home we are going a home where we will never be late. Where we will be timely at home. Hatukutakuwa tumesahau chochote. Tutakapokuwa tunakanyaga katika hizo barabara za mbinguni. I want you to imagine we are stepping. Kwanza ukipita kwa hii barabara si unasikianga kupita hiyo ya black, hiyo barabara ya black. Yani unapita tu barabara ya black, utaki kupita kwa matobo sababu umefaa open shoes, yeah? So unapita kwa maana mnacheka. Amjafaa hapa umfangi open, huko tunafaa open. Ndio so pole sikujua. Unajua watu wanyakumba hawafangi open, aki sio uongo. Wamama wanafanga crossed hapa. Kwa hivyo tukirudi huko open tufae. Nani mwaibere bintu kotoko ende kanisa asegete mwamanya. Wana moroji. Hello. Tukiwa tunakanyaga, tukiwa na, and then Paul says we will not be answerable to anything. We will not struggle for anything because we have an advocate. Kama umewahi enda kotini na uko na advocate, you know what happens. Ukiwa na advocate uongeangi. Natafuta kiti mzuri kwa kona unakaa. Chachi akiuliza, je, uliua? Unaambia advocate. Si ndio? Halo? Hata uongee, unajua kula uruhusiwi kuongea. Unafanya tu advocate. Mwambie vile nilikuelezea. Ni mtetezi wetu. Halia iguru, halia isenyi, halia iguru, halia isenyi, mocho mogima mbasega sege, ngai barule bangamasa, yesaba tevye na babuire na manyinga. That is the time I'm waiting for. When God is going to ask, because tutakuwa tunametameta. Let me tell you, even our walking style will be different in heaven. When God will ask, who are these? I will never answer. I have an advocate. So I will call him and say, my advocate, can you tell him? Netoke na mentira maringo ake. Hallelujah.
Yesu nabatebye abanaba nyanchwa abanaba matangi babo era matemarali yes amana batebaliri na chiete I went to die for these people. Nyasaye naisa nekatebe oh yes then let them in. Ni huete ngente kete ya kira bono nyino ko gende yo gende go. Lakini ngona ko ngene muri muracha buya. Amurata ko ntengo ko ukima baite we imbuya muraso ukagira ngamboro ngabana mutete ko nkori bwangu bwangu ngakura turagire akuna. Ukima boro na igwa boro bwa pastor bweka ona igwa. Yabona to basa ko semeri mono ukajipanga panga ukifikiria kuna chakula na nini ili hata niendelee kuliko ukipanga. Na geti imefungwa hakuna kuondoka. Mama ibu angalia kama nasema uongo. Wamefunga watchman hakuna kuenda leo ni hapa. Mwako uli gure bobeda. Sikige ita yani ga nature. Let me tell you wapendwa. When all these games on earth will be over. Mambo haya yote ya kifo, ya njaa, ya matatizo, ya misukasuko, ya rege na mambo mengine tanga sijui kujuana yatakapoisha, we have a home to go. As Christians, we have a place to go. We have a place to go to rest. Not for one day, but when wapendwa, forever. Hebu nione sasa kwa mikono. Sasa kwa mikono. Wale ambao wako wamejipanga wanataka tupangane tuende nao. Wale ambao wako wamejipanga kusema ukweli. Pastor sikuwa nimejipanga. Kumbe kama ni namna hii naenda. Okay, hiyo sawa. Haja nikwambie kujipanga. Siku moja kuna kijana mwingine aliyekuja kwa Yesu akamuuliza na hii mambo umeongea namna hii. Aliongea vile nimeongea namna hii. Jamaa akasikia mzuri sana. Ni jamaa aliyekuwa msoma lawyer. Akamuuliza na hii maneno unasema nitafanyaje nifike huko? Yesu akamwambia hakuna kufika huko mpaka uzaliwe mara ya ngapi? Jamaa akasema tena hivi pesa haitaniokoa? Hii mambo ya majina ya eti ninaenda sijui kanisa gani, sijui ile kanisa iliyoanzisha Ukristo. Sijui hiyo majina ya kutaja sijui mimi ni mtoto wa sijui nani, haitanisaidia. Eti sijui nilisoma University of Nairobi, haitakusaidia. Alimwambia ni mpaka uzaliwe mara ya ngapi? Is when you will see the kingdom. Now I'm asking. Na ninauliza haya kwa sababu I'm afraid hii miaka ambayo tumefika hata hii sauti unaweza isikia leo siku ya mwisho. The other day a friend of mine tumeongea na yeye, amenialika niende kuhubiri kanisa lake pale Nyachenge. Ni mzaliwa wa kule kwetu kule Semsa Metamayo huko kwenda ndani. Rafiki mzuri sana wangu akanipigia simu na ni mtu mkubwa kwa serikali ya Kenya. Kanipigia simu, kaniambia rafiki yangu nataka uje uongee na watu wa Nyachenge. Tukapanga, nikamwambia utanipa namba ya simu ya pastor tusungumuze. Kabla ya siku 3 kuisha nikasikia aka hospitali. Kabla sijafika hata hospitali rafiki yako amelala na corona. And these days I'm very serious on what I'm saying. Simply because you may see me today, I may see you today, tomorrow niambiwe ule jamaa amefanya nini? Amepumzika. Usifanye mambo dunia hii msaa ndugu yangu. The world is over. Hii ya kujifanya you know, mwingine juzi amesema utajua, ujui. Ninaomba kitu kimoja. If there is a chance ya kukimbia kwake, it is not today, it is now. And I'm begging. Na wewe unaweza kuwa umekuwa kanisa hili kwa miaka na ukumbuke hii dini ya Kiadventista ilianzia kwa hili jengo hapa Kisii. Kweli ama uongo? Unaweza kuwa umekaa hapa ukafikiria ya kwamba ulifika, kumbe hata kuanza hujaanza. Unaweza kuwa kwa kwaya umeomba miaka mingi ukadhania ya kwamba Yesu akija ataanza kuitana watu wa kwaya, kumbe kwaya itakayoenda mbinguni ni tofauti. And I'm giving you an appeal this afternoon. Don't waste your time. When this man had ya kwamba lazima azaliwe, akauliza Yesu nifanyaje, akajua ni upatizo, na kuambia ule jamaa alifanya kwa dharura.
because ataki chochote kimzuie cha furaha cha kufurahisha njiani anapokuwa anaelekea nyumbani. Don't be like what I did some years back. Nikawekelea mkate chini ambayo ulikuwa ni wakuliwa, nikaenda kucheza mpira ya jamaa mwingine. Jamaa alipokazirika akabeba mpira wake. Let me tell you, we are playing with the things ambazo zetu dunia hii. Na shetani amejua katika kipindi hiki igago tutubiriria in a short while so that we forget the target of going to heaven. And at some point, let me tell you, wapendwa, Satan is not of our age. That guy is smart. That guy is smart. Is the only one who has been to heaven. Sijui kama mnajua. He has been to heaven not once, severally. Even today, he was there. Akitustaki. Hello? Yes, Saitani ngoi karigo nando irana. Tali ero chita agatebinya sai ngantikiro Mungu ane yokuru kwa yubu. That means he communicates with God ngale ngoko kali ngorongo ya ikirigo. Na neli osase wo ikireli pera igoro moeli. Kupanda tu hapa umefika wapi? Mungu. Alafu kwa matanga Saitani nege ntobosanga no mondo Saitani. Na tebia bandisa batelinga Saitani muti go tebia bana ngakanyaga kamata. Waachana na hiyo kabisa. Hamuelewi Saitani ni nani. Na rabako batebinga kamata kanyaga Saitani abangina bakunga ina abana sikali. Yani bono mwana akagitenga Saitani nege ntoko kamata okorege ntuki. Oh. That guy knows his time is over. He knows jinsi atakavyotuchanganya katika kipindi hiki so that we miss the target. And when the game is akisikia filimbi ya mwisho imepigwa, when that guy will be annoyed, atapepa mpira wake ambaye atutibiritia sisi na ataondoka kwenda na mpira wake. And it will force us go back home. It will force us look home. And unfortunately, the time will be over. I'm asking you this. I'm asking you this. If you know that your dad is waiting you at home, kama unajua kwamba baba yangu ananingoja nyumbani, jamani, sitasimama hata kuangalia mchezo ya mpira. Sitasimama kuangalia vitu vidogo vidogo vitakazo nisuia kwenda nyumbani. I'll better run home, meet my father, please my father, sit with my father. And by the way, mokolengerelia, kama ningeenda nyumbani siku hiyo na mkate, baba yangu angenipatia hata kipande moja. Kama ningeenda mapema, inunko boli niranelie. Talewo cha kaombeka na kende. Now instead ya kupewa kipande moja ya mkate, naenda kupewa kitu kingine. Na sitaki hiyo tena. I need to go and share with my father. There is a song, an old English song that we used to sing a long time. I have a father. I have a father who never failed me. I have a father who cares for me. And that is the father I want to sit with. Huyo ndio baba ninayetaka kukaa na yeye. Ndiye baba ninayetaka kushiriki na yeye. Ndiye baba ninayetaka kukutana na yeye. Na Mungu atubariki. Tutasimama sote na wimbo 161. Stanza ya mwisho. Stanza ya mwisho. Piga panda ya makelele, maradhi hofu, tena tuimbe. Maradhi hofu tubiri, Yesu yuaja tena. Taabu njaa utulilia, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Asante.
tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu leo hii umekuwa na ujumbe kwetu ya kwamba unakuja tena. Kama unakuja tena, umetuarifu ya kwamba tujiandae vilivyo, tuachane na mchezo na vitu vidogo vidogo vinavyofutia maisha haya, vinavyotusuhia tusikutane na wewe siku za mwisho. Naomba umsaidie dada yangu kwa njia zote. Naomba umsaidie ndugu yangu kwa njia zote. Naomba umsaidie mtoto huyu kwa njia zote, ili siku parapanda itakapolia, watu na ulimwengu mzima watakapokuwa wamejiandaa kukulaki, kama kanisa la Nyanjwa, kama wale wageni tuliotoka pale Metamaywa na Matangi mzima, tuwe tumejiandaa kukutana na wewe mawinguni, tunapowimba ule wimbo kuu wa Musa na mwana kondoo, tuingie nyumbani kupumzika milele. Najua kwamba kuna mmoja ama wawili ambao bado hawajakutana na wewe kupitia kwa upatizo, na ikiwa Mungu wako katikati yetu, naomba leo hii utende miujiza ndani ya roho zao, ili ya kwamba umwaguze, uwaelimishe, hata tunapofumukana kwenda makwetu, wao wakimbilie hapa, wakutane na mchungaji wao, awaandae kwa ajili ya safari kuu ya kukutana pamoja na wewe. Kipindi kifupi tutakapoachana kwa sababu ya chakula cha mchana, naomba ya kwamba uende nasi, na kwa sababu tuko na programu kubwa ya mafunzo mengi jioni ya leo, naomba ya kwamba na sisi sote utupe moyo wa kurudi tena kuja kusikiza, na siku itakapoisha, Mungu wetu, tulishukuru na kulinua jina lako. Kwa nasi mpaka mwisho, tumeomba kupitia kwa jina la Yesu mkombozi wetu, amen. Israeli hadi wakavuka ng'ambo. Ni ya muda kitambo, mateso. Ni ya muda kitambo. Mwanchumo ligereria bwe TV yaito ya Inka TV chenkoro kwa lena mora na kwarika nibekera litukoria Jumaine ase TV ya Inka TV tukwanere igoro ya mangana ye chikwaya tutereamu tusangamu tumenye chikwaya na kitia cyagete maroro kibo chibwata sama tukawa ari mutwe nkibako korasa industry ya matera elinde tusangamu na matere eli Jumaine gochakira chinsa 12 cyamagoroba goika chinsa 2 cyamagoroba abiko litukoria Juma to macha 19 asomoro video yoyo ase egataseni ekege Inka TV aso kwarika ni sabato no gosangamo asomogorobo. Yesu kwetu ni rafiki.